Kristo Yesu na amani zitokazo kwa Bwana wetu Yesu Kristo ziwe pamoja nawe. Ni upendo wa Mungu ulioje kupata fursa ya kusikiliza Injili. Unajua kupata muda au fursa ya kulipokea neno la Mungu nayo ni neema ya Kristo. Kuna watu wako mahospitalini, kuna watu wana hali ngumu, kuna watu wana hali mbaya, kuna watu ambao wapo mahali ambapo wanatamani tu hata wasikilize neno la Mungu au wanatamani tu hata mtu wa kumwaombea lakini hawajampata. Lakini mimi na wewe Mungu amekupa neema, ametupa neema tuweze kuliangalia neno la Mungu na tuweze kulisikiliza. Hivyo fuatana nami mpaka mwisho. Kitabu cha Injili ya Luka mtakatifu sura ya 18. Kuanzia ule mstari wa 15 tutasoma mpaka ule wa 17. Neno la Mungu linasema hivi: wakamletea na watoto wachanga ili awaguse. Lakini wanafunzi walipoona waliwakemea. Bali Yesu akawaita waje kwake, akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa kuwa watu kama hao ufalme wa Mungu ni wao. Amini nawaambia, mtu yeyote asiyeupokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hauingii kamwe. Mtu yeyote asiyeupokea ufalme wa Mungu. Nini ninachotaka kuzungumza? Kuishi maisha ya kuwa kama mtoto mdogo, kuongoka kuwa kama mtoto mchanga. Katika siku moja ya huduma zake Bwana wetu Yesu Kristo, maandiko yanasema alipokuwa katika huduma, tunajua wakati Yesu amekuja alikuwa hatulii. Alikuwa yuko pale. Mara ameenda Galilaya, ameenda Kapernaumu, ameenda Bethania, ameenda Yerusalemu, ameenda Jeriko, ameenda maeneo kadha wa kadha. Maandiko yanatuambia alikuwa akizunguka akihubiri habari njema za ufalme. Kwa hiyo hakuwa mtu wa kutulia mahala pamoja. Hakuwa mtu wa kukaa tu sehemu moja. Maana Injili inatutaka tutoke. Injili inatutaka tutembee. Sasa katika siku moja ya huduma zake Bwana wetu Yesu Kristo, alipokuwa hapa duniani, amezunguka, amefanya kazi ya Mungu, akafika eneo fulani, Biblia inatuambia wakamletea watoto wachanga. Ili awaguse, ili awabariki. Lakini wanafunzi walipoona waliwakemea. Na ni mara nyingi watoto, hata tunapokuwa kwenye ibada, hata kwenye mikutano ya nje, unashangaa watoto wanakuwa wepesi wa kulipokea neno. Watoto wakisikia tu sifa zinaimbwa, unakuta watoto wameshafika. Wakisikia tu kuna mkutano wa Injili, tayari watoto wameshafika pale. Unaona? Sasa wanafunzi wakawakemea. Yani kwa lugha nyingine wakawafukuza, wanawakemea wawatoke. Bali Yesu yeye, wakati wanafunzi wanafukuza watoto, Yesu akawaita waje kwake. Halafu akasema, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa kuwa watu kama hao ufalme wa Mungu ni wao. Wapendwa, tupo katika ulimwengu huu, tupo katika dunia, tunautegemea ufalme wa Mungu. Hakuna asiyependa kuingia katika ufalme wa mbinguni. Hakuna anayechukia kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kwa sababu maisha ya duniani hapa ni ya muda. Maisha haya ni kitambo, ni ya muda. Kila mtu anatamani kuingia katika ufalme. Kila mtu anatamani kuziingia mbingu. Anatamani akamuone Mungu na makao yake ni ya namna gani. Lakini sasa ili tuingie, tunatakiwa tuishi maisha kama ya watoto wachanga, au tuishi maisha kama ya watoto wadogo. Watoto wadogo wakisikia habari za Yesu watakimbia kwenda kusikia. Tofauti kabisa na mtu mzima na akili yake. Tofauti kabisa na mtu mzima na elimu yake. Akisikia akaona mmeweka speaker pale au mmejenga na jukwaa mko pale, mnahubiri mko pale. Yani nakwambia akiona anaekti yuko busy, mwingine hataki hata kabisa kusikia. Nakumbuka siku moja nilikuwa niko safarini, niko ndani ya basi. Sasa tulipokuwa ndani ya basi, wale wahusika wafanyakazi wa kwenye lile basi wakaweka nyimbo za Injili. Wakaweka nyimbo za Injili, wakaweka flash kaanza kuimba, huku inaonyesha picha pale. Nakumbuka baba mmoja alikuwa amekaa nyuma kwenye kiti cha nyuma,
alitoka kwa hasira zote. Anawaambia mnaweka mambo gani haya, mnaweka mambo ambayo hayastahili. Mnaweka nyimbo gani hizi? Toa kabisa. Yani hataki kusikia kitu kinaitwa nyimbo za kumsifu Mungu. Akasema heri waweke mambo ya tamthilia, heri waweke mambo ya picha za watu wako uchi, maana hata picha za leo watu ni shida. Wanapiga picha wako uchi bila kuona aibu, kuonyesha maungo yao, kutangazia ulimwengu, hawashangai. Basi yule mtu kwa vile alivyokuwa amekasirika na ni mteja wao, ikabidi watoe hiyo chaneli, wakaweka chaneli nyingine. Lakini sasa ndio hapo mtu hataki kusikia habari za Mungu. Lakini watoto wadogo akisikia hata nyimbo za kwaya zinaimba, mtoto mdogo amekimbia, ameenda kuangalia. Unaona? Yesu akawaambia, waacheni waje kwangu. Tunatakiwa kuishi maisha kama ya watoto wachanga mbele za Mungu. Watoto wachanga wanaweza kuwa wanacheza. Wanapokuwa wanacheza, utashangaa wamegombana. Wakigombana dakika chache, wameshapatana. Tayari wameshaelewana. Hayo ni maisha ya watoto. Unashangaa wameshakubaliana. Unaona? Lakini Yesu anazungumza, anasema waacheni, kwa maana msiwazuie, kwa kuwa watu kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Ufalme wa Mungu ni wao. Mpendwa, tunautafuta ufalme wa Mungu. Tunachuchumilia kuingia katika ufalme wa Mungu. Inatupasa tuwe kama watoto wachanga. Mtoto mchanga hashikilie hasira toka asubuhi mpaka jioni. Mtoto mchanga hana malipizi, hana kisasi. Mtoto mchanga au mtoto mdogo, yule ambaye hajafikia umri wa kujua mema na mabaya. Kumbuka nazungumza watoto ambao hawajafikia umri wa kujua mema na mabaya. Lakini kuna watoto ambao ni mtoto lakini akili yake alisha trainiwa, anajua mema na mabaya. Waacheni watoto, waacheni waje kwangu, kwa maana watoto kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Mpendwa, tunatamani kwenda mbinguni. Mtoto watagombana dakika chache wameelewana, wanaanza kucheza pamoja. Lakini mtu mzima mwenye akili timamu anaishi na visasi, anaishi na chuki, anaishi ametunza vitu ndani. Ametunza mambo ndani ya moyo wake. Anaishi tayari ana vitu. Lakini Yesu anasema ufalme wa mbinguni ni wao. Akamalizia kwa kusema, amini nawaambia, mtu yeyote asiyepokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hauingii kamwe. Asiyepokea ufalme akakubali kuishi maisha kama ya mtoto mdogo. Mtoto mdogo, umri ule ambao hajajua mema na mabaya. Lakini ukikuta huyu mtoto kameanza kuficha, labda kalikuwa kanadokoa mboga, kalipo kuona kakakimbia kujificha, ujue tayari huyo ufahamu wake umeshatoka kwa watoto, hata kama umbile lake ni dogo. Hata kama umbile lake litaonekana bado mdogo, lakini tayari huyo amejua mema na mabaya. Kwa nini ajue? Kwa sababu ile hali au kile kitu kinachomwambia nenda ukajifiche. Au amechukua hela ilikuwa mezani akaificha. Kwa jina la Yesu Kristo, tunapaswa kuiga. Tunapaswa, yani unamwelewa mtoto. Ukichukua maisha ya mtoto
Mtoto yule ambaye hajafikia kujua hili ni baya, hili ni jema. Leo unakuta kitoto kwa sababu kimeanza kuelewa, kinakuwa na tabia fulani za kujificha, hususani kinapofanya jambo ambalo sio sahihi. Hao ndio Yesu anawaambia waacheni watoto wadogo, hawajajua chochote. Ndio maana mimi hata kwenye mikutano huwa siwafukuzi, kwa sababu utakuta mtoto anajua, dhamiri inamshtaki kwamba wewe uliiba kalamu shuleni, uliiba daftari shuleni, unaita watu wa kuokoka. Mara nyingi tusifanye makosa hayo. Anakimbia kuja kutubu. Unaambia nye watoto tokeni. Yesu alisema watoto kama hao ufalme wa mbinguni ni wao. Unaelewa ni watoto gani Yesu alisema? Yesu alisema watoto wadogo ambao hawajajua mema na mabaya. Hao ndio Yesu aliyozungumzia. Lakini mtoto yeyote ambaye amejua mema na mabaya anamhitaji Yesu. Anahitaji toba. Anahitaji mabadiliko. Waacheni watoto wadogo waje kwangu. Kwa tunapaswa tuongoke. Tusiwe watu wa kushika hasira muda wote. Tusiwe watu wa kushika uchungu. Tusiwe watu wa kutokutaka kusamehe. Kuna watu wanaishi duniani nakwambia, yani hataki kusamehe. Yeye ameshikilia uchungu. Muda wote ana uchungu. Lakini hapo anakwambia anakwenda mbinguni. Mbinguni chuki haziendi. Fitina mbinguni hazina nafasi. Chuki mbinguni hazina nafasi. Ndio maana Yesu akasema atakaye upokea ufalme, watoto ni wepesi wa kulipokea neno. Ni wepesi. Sio kama watu wazima. Mpaka awaze, mpaka alaumu, umpembeleze. Lakini Yesu akasema waacheni watoto waje kwangu, msiwazuie, maana ufalme wa mbinguni ni wao, utawala wa Mungu ni wao. Kwa kuwa kama mtoto hajajua, kumbuka hapa maandiko yamesema wakamletea na watoto wachanga ili awaguse. Wakamletea ili awabariki. Yesu akatoa na mfano pale. Tunatakiwa kuwa watoto wachanga katika ufalme wa Mungu. Usilipe kisasi. Tusiwe watu wa kulaumu. Tusiwe watu wa kupenda mabaya. Tuwe watu wa kupenda mema. Tuwe watu wa kutenda mambo ambayo yanaufurahisha moyo wa Mungu, yanampendeza Mungu. Hapo jina la Yesu litatuinua. Aupokeaye ufalme, uyapokee maneno ya Mungu. Akawaita njoni kwake, waacheni waje. Wapendwa, ufalme wa Mungu tunautaka. Lakini tunapoutaka tunatakiwa kuongoka. Tunapoutaka tunatakiwa
kumwishia Mungu. Tunatakiwa tumwishie Mungu. Tunatakiwa tuishi maisha kama ya watoto. Tupokee ufalme na kukubali maelekezo ya maneno ya Mungu. Neno la Mungu linavyozitaka baraka. Na watoto tuwapeleke kwa Yesu. Tuwaongoze sala ya toba. Tuwafundishe wokovu. Akijiona anahukumiwa maisha yake si safi, basi tujue ya kwamba anahitaji mwokozi. Lakini watoto kinachofurahisha, hawana ugumu wa mioyo kama watu wazima. Sio wabishi kama watu wazima. Sio watu wa kubeza maneno ya Mungu kama watu wazima. Mtoto akiona tu, hata upite unatangaza, jamani Yesu anawapenda, watoto mbio. Pako utakapokwenda kusimama na gari lako la matangazo, watu wa kwanza kujaa kwenye mkutano ni watoto. Ebu tuwe na uelekevu wa moyo. Mungu wa mbingu na nchi akubariki. Tuwapeleke kwa Yesu. Na kuna wengine unakuta amezaa mtoto, cha kwanza anamfungia saa isiyo na majira. Unamkuta ana bonge la hirizi kwenye mkono. Mwingine anafungiwa kwenye mbavu. Ana bonge kubwa la hirizi. Huyu ni mtoto. Unamtesa mtoto wa watu, hajui chochote. Mtoto ananyonya, ana hirizi, ana pembe. Umemfungia alipo tu, mtoto anahangaika nalo shingoni, analala nalo, anaamka nalo. Linamsaidia nini? Unampelekea kuishi